Kutoka katika hospitali ya Meta hospitali ambayo inahusiana na huduma za mama na watoto. Niko na wanafunzi wa biotechnology ambao siku ya leo walikuja kufanya charity maeneo haya. Upande wangu wa kushoto ni vijana wawakilishi au viongozi walioongoza msafara mzima wa biotechnology kuja kufanya charity katika maeneo ya Meta. Bwana, habari za hizi? Nzuri, kwema. Kwema kabisa. Jambo lenu limeendaje tangia mlivyokuja mpaka sasa hivi? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ametuwezesha, ametupigania toka mwanzo wakati tulikuwa na mawazo mpaka wakati ambao tumeifanikisha kuwa kweli. Ni ndoto ambayo tulikuwa tunatamani sana. Tulitamani sisi kama ambao ndo waanzilishi na tuliotufikiria kufanya hii charity, tuliona ni jambo jema na la kupendeza zaidi tukifanya hii charity especially hapa kwenye hospitali ya wazazi ya Meta. Tunashukuru sana kwa support ya wanafunzi wenzangu wote waliotuonyesha ushirikiano mpaka tulipofikia wakati huu. Bila shaka umetoka Mbeya University of Science and Technology. Mwamko ukoje kwa wanafunzi kutoka kozi nyingine kuchangia au kushirikiana na nyinyi kuja kushiriki jambo hili? Kwanza kabisa tunawashukuru wanafunzi wote waliochangia. Wametuonyesha ushirikiano wa hali na mali, kimawazo, kifedha pia kwa ajili ya kusapoti jambo hili. Kwa hiyo tunawashukuru sana, wamejitoa kwa haya mali. Matarajio yetu tulijua tutapata kiasi fulani, lakini Mungu amesaidia tumepata kiasi kikubwa zaidi ambavyo tulikuwa tunatarajia. Kwa hiyo wametuonyesha support kwa kiasi kikubwa, mimi na rafiki yangu ambaye tulikuwa na haya mawazo ya kufanya hii charity. Tuwashukuru sana wote na team BCB ambao walikuwa nasi pamoja katika hali zote. Wakati tunaanza kukusanya michango kwa ajili ya kufanya hii charity, wamekuwa nasi mpaka wakati tulivyokabidhi hivi vitu leo hapa siku ya leo tarehe 27. Jambo la mwisho, nataka utumie fursa hii kuongea na Watanzania au na wanamusi wote kwamba uwashawishi na usiku nyingine wakipata time wafike maeneo haya waje kufanya charity. Kwanza kabisa ni washukuru kwanza uongozi wa hospitali. Ni uongozi ambao unasikiliza, ni uongozi ambao ni supportive sana tuseme. Walitusikiliza wakati tumeleta jambo letu tukiomba kwamba tutakuja siku ya leo hapa kwa ajili ya kutembelea wazazi na watoto wao pia. Kwa wametuonyesha ushirikiano kwa kiasi kikubwa. Na hapa Meta kuna wahitaji wengi, bado tumetoka kwa nafasi yetu. Kwa hiyo tuwahimize pia na wenzetu, tuwaendelee kuambia wazidi kuja kwa ajili ya kutoa misaada. Na sisi kama binadamu hatuishi, kila siku tunahitaji msaada na msaada. Wakati huo wewe ukiwa mzima, wakati huo mwingine anahitaji. Kwa hiyo wenda na sisi tutakuwa wagonjwa, wao nao watatusaidia. Kwa wakati huu tunawashukuru sana waliotusaidia pia, especially hospitali imetutia nguvu zaidi, imetukaribisha tena na tena. Kwa hiyo tunatarajia tena Mungu akitusaidia tunaweza tukarudi pia mahali hapa. Lakini pia niwashukuru zaidi watu waliochangia damu, wameonyesha ushirikiano sana wakati wanafika hapa. Unapochangia damu unaokoa maisha. Damu haiuzwi. Damu haitengenezwi sehemu yoyote. Tunategemea itoke kwa watu. Kwa waliochangia damu pia tunawashukuru sana 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 sana. Bwana, nikupongeze kwa jambo ambalo umelifanya, jambo ambalo organize mpaka leo siku ya leo imefanikiwa, umekabidhi vitu ambavyo umevichangia katika hospitali ya Meta. Jambo la mwisho niambie kwa ndugu yangu hapa ambao umeshirikiana naye bega kwa bega. Hivi kitu gani ambacho kilikusukuma, kilikufanya mpaka kwa mawazo ya kufanya ukamshauri jamaa tukafanya charity? Kwanza kabisa nipende kuwashukuru viongozi walioturuhusu, waliotupokea kuanzia uongozi wa chuo. Lakini kilichotufanya sisi tupate hili wazo, nilikuwa na ndugu yangu, tulikutana na watu wa Dar es Salaam waliokuwa wametembelea pale chuoni. Tulishawishika kwa nini tushiriki sisi wenyewe. Of course kwa siku ile tulihusika kwenye ile tukio la utoaji wa damu, lakini tukaona sio vizuri tukishiriki wenyewe, ni vema tungeshiriki mbaraka huu na watu wengine pia. Tukaamua kuliandaa lile wazo, tukalipeleka kwa wanafunzi wenzetu wa biotechnology. Tunashukuru walipokea wazo hili kwa ukubwa wake. Tulikuwa na expectation ndogo, lakini kiukweli wametufurahisha, wamefanya kwa ukubwa, kwa kiasi fulani tunasema tunatakiwa kuwashukuru kuanzia waliochangia damu, wengine pia uwepo wao, watu wameacha mambo yao wamekuja kutusapoti. Ni kitu kikubwa sana kwetu, kiukweli kinatia moyo. Ni mara yetu ya kwanza tunaandaa kitu alafu watu wanatuunga mkono kwa namna hii, inapendeza sana. Sasa nataka utumie nafasi hii tufanye upewa dakika moja uwashauri wa Tanzania au ndugu zako wote ambao wanakushuhudia muda huu kuhusiana na kufanya charity. Kwanza kabisa ningependa kuongelea swala la damu. Kuna ndugu zetu wengi wapo hospitalini, wana shida ya damu lakini wanakosa damu, na kama ndugu yangu alivyosema, damu haitengenezwi popote, damu haiuzwi. Ni sisi tutoe damu tuweze kuwasaidia kwenye ama tukio charity kama hivi. Tumekuja leo, tumeshiriki zoezi la utoaji wa damu. Ni zoezi zuri sana, naenda kusaidia maisha ya Watanzania wengine. Hatujui hiyo damu itamsaidia nani, kesho na kesho kutwa unaweza kawa wewe, nikawa mimi, hiyo damu itamsaidia. Kwa ningependa kuwashauri watu wengine ambao ujumbe unawafikia waendelee kuchangia damu. Tunachangia damu kuokoa maisha.
Bwana, shukrani kwa time yenu ambayo mmenipa kampani ya kuuliza baadhi ya maswali kuhusiana na tukio zima ambalo limeenda. Bwana, mimi ni Rasta MC kutoka Oramo TV, ulikuwa nami katika zoezi zima la wanabiotechnology ambao walikuwa wanafanya chat siku ya leo maeneo ya Meta, hospitali ya Rufaa katika mkoa wa Mbeya.